Nani amezaliwa kwenye familia ambayo ulikuwa unatembea peku? Mbona umezaliwa kishua ndugu? Ya kishua, okay. Kishua ni tofauti. Okay. Nani umezaliwa kwenye familia ya umaskini? Okay, sawa. Of course ni wachache sana. Unaweza kukuta, so lazima wote tuwe maskini. Unaweza kukuta kwenye labda kwenye watu 15 ni watu wawili tu hawajazaliwa kwenye familia ya nini? Ya kimaskini. Lakini watu wengine wote wamezaliwa kwenye familia ya kimaskini. Kwa sababu mimi nakumbuka kwa mfano zamani mchungaji wetu na wazee wa kanisa, viatu wakinunua wanatoa ile soli ya kwanza wanaweka magurubasi. Unajua magurubasi? Niyo tairi ya gari inakatwa, inacholongwa ilinganie kiatu. Kile kisu kinapashwa moto ndio kinakata tairi. Sasa fikiria zile nyuzi mpaka ziishe. Kwa mpaka kile cha juu sasa kinaumuka. Kwa sababu ya kuinoza. Si unaelewa ile kunyanyua hivi? Yeah. So sasa mimi ndio nilikuwa nasali hapo. Unaweza kuelewa hali ya mshirika sasa ilikuwaje? Huo ndio uongozi wa kanisa. Kwa hiyo kikaa jopo. Unaangalia tu magurubasi. Na hao walikuwa na maendeleo. Hao ni watu wenye maendeleo. Sisi wengine tunavaa chachacha. Tunavifahamu chachacha. Chachacha na viatu vya mayeboyebo. Mnavipata nyinyi? Viatu vya mayeboyebo mnavifahamu? Haleluya. Unaamka asubuhi, ni mtoto mdogo, unafundishwa kazi zote za nyumbani. Ukifikisha umri fulani unapangiwa pa kulima. Ila mimi nilikataga kulima, niwe mkweli. Lile shamba la kuvuta kwa nani ya mkono hii. Mama mimi aliniambiaga, wewe mtoto unataka kulima, kasome shule. Nikaambia mama, mimi nitasoma na mimi sitakuwa maskini. Nikapanga pale kijumba cha magorofa kwa kutumia mbao na viti vya nyumbani. Kaambia mimi nyumba yangu itakuwa kama hivi. Akaniangalia akacheka. Kwani kwa sababu tupo kwenye maisha ya umaskini. Hapo tunapopanga viti tumepewa nyumba ya bure kukaa. Alafu naambia mimi nitajenga gorofa. Mama nakuangalia sasa, akili za kitoto hizi, hata maisha hajayajua. Hata gorofa hajui maana yake nini. Angejua tu hapa tunakaa bure. Now let me tell you something. Naomba punguza hii sauti kidogo. Kilichonisaidia ni nini? Nikiwa darasa la 3, baba ananiingiza kwenye duka lake. Akiniingiza mle, ananifundisha kuhudumia wateja. Mimi nilichokuwa nafanya, nilikuwa naiba zile hela za kuangalizia video. Unafahamu video? Oh, asante. Wa mjini hawezi kujua hivi vitu. Naiba shilingi 600, no 2000. Yaani hela zangu nyingi ilikuwa ni 2000. 1000, 1500 mpaka 2000. 600 ni ya kuangalizia mikanda 6. Maana mkanda mmoja ni shilingi 100. Kenda video show ambayo ni nzuri, sio ya Mlimani City ambayo mkanda mmoja 11,000. Achana na hiyo. Ile scene moja unalipa shilingi 50 au shilingi 100. Nitaiba lakini nitahudumia wateja. Sasa akija kikagua mahesabu, akigundua nimeiba, anapiga stiki. Mimi mzee wangu alikuwa hatunzi stiki za kawaida. Alikuwa anatunza mipira ya ile ya mashineni. Mnaifahamu mipira ile? Sijui kama kuna mashine huku zipo ile inayozungusha ile, zile belt zile. Ile ndio anashika, anapiga mipira mpaka ya kichwa. Hiki kichwa ndio kibovu mpaka sana, anapiga kipolepole. Anapiga kwa kilomita zilizoenda mbali. Pa! Pa! Hapa kishani piga vizuri. Anaenda ananunulia supu. Nisije nikafa. Nikipigo kweli. Nyemna hao watoto wa sasa hivi ni mabroiler. Ukiwapiga tu fimbo 2 wanakufa. Wanalelewa na sindano za booster. Si tumelelewa kwa ugali maharage. Na ugali wenyewe maharage unanyimwa usipofanya kazi. Now anakuchapa na anakununulia supu. Kwa I grow, najua kufanya kazi. Nikiiba anachapwa. Kwa najua wizi mbaya, ila nakuwa, si ndivyo? So I grow.
I grow, nakuwa. Sio mtoto tena, sio la 3 tena, la 4, la 5, la 6. Kulima hapana. Msinilazimishe. Mkinipa hela najua matumizi ya hela. Kwa mimi mambo ya kulima, nyinyi ambao mjui matumizi ya hela, nendeni mkafanyaje? Mkishamaliza kulima, saa ya kuuza nishirikisheni. Nimeshaipata feed yangu. I grow. Watu wa Mungu, kama ambavyo unaona kwenye hayo maisha ya kimwili, hata kiroho ndio hivyo hivyo. Unakuwa kiroho huku unamtumikia Mungu. Unakosea, unapigwa, unarudi kwenye kazi. Unamtumikia Mungu. Ukikosea, kuna kiboko cha Mungu, kuna viboko vya Mungu, watu wa Mungu. Alafu unakuwa. Unashangaa wewe mpaka unakuja unafika miaka 3 4 ya wokovu. Kiroho chako, maarifa yanaongezeka, na huku unajua kumtumikia nani? Mungu. Tatizo la walokole wengi, wakishaokoka anakuja mara moja kwa wiki kanisani. Anakuja Jumapili. Akija Jumapili anakuwa kama mgeni kwa miaka 2. Alafu anaingia mtu leo hii. Watu wa Mungu, kuna watu ambao mko hapa, sijawatajiaga rank za kanisa. Kuna watu ambao wako hapa watakuja kuwa ni viongozi wenu, mpaka mtakuja mtashangaa. Mtu ambaye amekuja miezi 5, miezi 6, unashangaa kwenye maelekezo yeye ndo anayekupa order, anakupa maelekezo. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni church member wa Sunday na hauna mpango wa kukua na kumtumikia Mungu. Unasubiria ujae neno ili upewe nafasi. Wakati mwingine anatafuta nafasi ili ajifunze kwa vitendo kwenye ile nafasi. Kwani kati ya fundi gereji wa kwenda VETA, akala kwanza kitabu cha maandishi, na yule fundi VETA anayeenda gereji anakula kitabu huku anasoma. Yaani anasoma kupitia spare na spana. Wakimaliza miaka 2, nani yuko bora? Amna bana, mnanidanganya, ni yule aliyeenda VETA. Acha ni utani, nyewe vipi? Mimi nasema aliyeenda VETA, aliyesoma. Ndio talimu nabisha. Nabishaje? Mimi naongea ukweli. Now you find ya kwamba yule aliyeenda garage ndiye anayejua zaidi kuliko nini? Aliyeenda VETA. Kwa nini? Kwa sababu huyu alikuwa anajifunza maandishi kwa vitendo. Kwa umeokoka, labda jana au leo, siku umeokoka, ndio siku unayoanza na kumtumikia Mungu. Siku kama kuna mtu amenielewa. It is the first day you need to start to serve the Lord. So unakuwa kwenye uwezo wa kumtumikia Mungu na unakuwa kwenye uwezo wa kutembea na nani? Kama naelewa sema amen. Watu wa Mungu, vipi kwa mfano kama mtoto wako ananyonya, afu hana pirika za kwanza kunyanyuka, hana pirika za kwanza kutembea, hana pirika za kwanza kutambaa? Huyo si ni mgonjwa? Si ni mgonjwa? Hata watu wengi kanisani ni wagonjwa. Ni watu ambao wanakula lakini hawana pirika za kunyanyuka watembee ili wafae. Alafu kwa sababu ya ule utoto sasa, ile kutokutaka kutumika, wanakuwa wako kwa Mungu kimahitaji kuliko kiutumishi. Wanasahau kwamba watu wa Mungu, tuache utani. Ukienda wewe mbele za Mungu na mimi nikienda mbele za Mungu, wote tutasikilizwa. Nani atakuwa kwanza kusikilizwa? Kuna mtu unaweza kusema wewe, no, law inakataa, sheria inakataa. Kwa sababu kuna sheria ya baba na mwana mtumishi. Alafu kuna sheria ya baba na mtoto. Sheria ya baba na mwana ni sheria inayoambatana na utumishi. Sheria ya baba na mtoto ni sheria ya mahitaji. Kati ya matunda, kwa mfano kama wewe ni mfanyabiashara, unataka kulipa watu madeni, akaja naye kudai na akaja naye taka kukulipa, unaanza kumsikiliza nani? So kusio kwamba si watumishi wa Mungu tunasikilizwa zaidi na Mungu. Sasa Mungu anatupenda sana, anatushobokea. Hamna, Mungu anashobo. Lakini Mungu anatusikiliza kwa sababu ninapoenda kwa ripoti kwa Mungu, sikiliza maombi yangu. Bwana, ulichonituma kufundisha nimefundisha. Watu hawa nilivyowaona nimegundua inahitaji niwaongeze kwenye eneo hili. Naomba nipe mafunuo. Oh wow, okay. Tunaenda kuhubiri mtaani lakini bado hiki na hiki na hiki. Nataka tukuletee nafsi nyingi kwako. Okay, wow. Alafu nakuja mtu mwingine, baba,
moyo, heartbreak, moyo napasuka, moyo nauma. Amenitelekeza na watoto, ameniacha, amenisaliti, nimefumania message, picha za uchi. God is listening. Lakini kwenye application yake hauwezi kuwa wa kwanza, kwa sababu wewe ni mzigo, sio baraka. Kunakuwa baraka kwa Mungu na kunakuwa mzigo kwa Mungu. Si kwamba hawa ambao ni baraka kwa Mungu sio mzigo, lakini wana ile mizigo yao wanampa Mungu. Nini maana ya kuokoka? Ni maisha yako unampa Yesu na maisha ya Yesu yanakuwa ya kwako. Si mimi tena naishi, bali nani? Ni Kristo ndani yangu. Hiyo sio ya walokole wengi. Walokole wengi ni kwamba maisha yangu ni ya kwangu na ya Yesu ni ya kwangu. Ukiokoka maisha yako ni ya Yesu na ya Yesu ni ya kwako. Kwa wewe una lako, kila ulichonacho ni cha Bwana wako. Haleluya, haleluya. Kama elewa sema amen. Sasa ili uwe mtumishi bora ni lazima ukubali kulila neno la Mungu, kwa sababu ndilo litakalo kukuza. Ili uwe mtumishi wa Mungu sasa, ili uwe unakuwa na unatumika, lazima ukubali kufanya nini? Kulila neno la Mungu, kwa sababu ndio chakula. So kuna faida ya kulila neno la Mungu, na ndio maana ukilikosa unakufa. Kuna watu wengi sana ambao Mungu amewajibu maombi yao, lakini pamoja na Mungu kuwajibu maombi yao hawana raha, hawana amani, hawana furaha, kwa sababu aligundua baada ya kupata hicho kuna kingine wanachokihitaji ambacho hawakuomba, na Mungu hana lawama. So kuna faida za kulila neno la Mungu. Nakumbuka, hebu nikutajia hapa haraka haraka. Ya kwanza, neno la Mungu ni chakula cha kiroho. Yeremia 15:16 nasema, hilo neno la Bwana nikalila na moyoni mwangu kajaa shangwe. Yeremia 15:16. Nafikiri unaweza tukaweka hilo andiko moja peke yake. Alafu hapo andika na Yohana sura ya 1 mstari wa 1. Hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa nani? Kwa Mungu. Yohana 6:48 mpaka 49. Na Yohana 6:63. Nirudie tena. Yeremia 15:16, Yohana sura ya 1 mstari wa 1, Yohana sura ya 6 mstari wa 48 mpaka 49, na Yohana sura ya 6 mstari wa 63. Watu wa Mungu, let me tell you this. Neno la Mungu ni nini? Ni chakula. Hebu sema, neno la Mungu ni chakula. Ile andiko lijawekwa hapa Yeremia 15. Neno la Mungu ni chakula. So ukikosa chakula, want to go. Maneno yako yalionekana, nami nikayara. Oh my God, tusome kwa sauti zetu zote. Want to go. Nami nikayara, na maneno yako yalikuwa ni furaha kwangu na shangwe ya moyo wangu, maana nimeitwa kwa jina lako, Bwana Mungu wa majeshi. So ukilila neno la Mungu unakuwa na furaha. Sio tu ukijibiwa unavyotaka. Leo hii ukijibiwa ulichokitaka utafurahi sasa hivi, lakini ukilila neno la Mungu utakuwa na furaha leo, kesho na kesho kutwa. Na kwa sababu neno la Mungu ni chakula, ni nani anayeweza kuishi bila chakula? Walokole wengi mnakufa kiroho, au tunakufa kiroho kwa sababu hatupati neno. Hatutaki kujia neno, hatutaki kujifunza neno. Saa ya neno watu wanalala, saa ya maombi watu wanaamka. Hawajui kwamba maombi sio chakula. Nini ambacho ni cha muhimu na cha thamani? Vyote vinaweza kuwa vya muhimu na vya thamani, lakini cha maana kupita vyote ni nini? Ni neno. Kwa sababu vitu vyote kwenye ufalme wa Mungu vinafungamanishwa na neno. Lakini faida nyingine ya neno la Mungu, neno la Mungu litakupa mwanga. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu ni taa.